ndoto yako. Hongera kwa kufanya maamuzi sahihi kuchagua kusikiliza kitabu hiki. Ninakusihi usikilize kitabu hiki kwa utulivu na umakini mpaka mwisho. Kwa hakika utajifunza mambo mengi yatakayoleta mabadiliko makubwa katika maisha yako na kukuwezesha kuwa miongoni mwa watu wachache wanaofikia malengo yao na kuishi ndoto zao. Think smart, kila la heri, na kutakia usikilizaji mwema. Shukrani. Awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kutoa mafunzo haya kwa njia ya kitabu. Hekima, maarifa na busara zilizomo ndani ya kitabu hiki zinadhihirisha ukuu wa Mungu katika kunitumia ili kufikisha maarifa haya kwa watu wengi wanaotaka mafanikio na kuwawezesha kuishi ndoto zao. Sifa na utukufu vimrudie Mwenyezi Mungu. Kwa namna ya pekee ninamshukuru mke wangu kipenzi Mwalimu Sara Migarambo na watoto wangu wapendwa God Bless, Giveness na Godfrey, pamoja na ratiba ngumu ya majukumu yangu. Mke wangu amekuwa mvumilivu na kuendelea kunitia hamasa. Wakati mwingine nilijisikia kuchoka na kutaka kusitisha jitihada za kuendelea kuandika kitabu hiki, lakini upendo na hamasa za mke wangu vilinitia moyo na kusonga mbele bila kuchoka. Aidha, chanzo cha maarifa ya chapisho hili ni malezi bora kutoka kwa wazazi wangu wapendwa, Mwalimu Dianka Bilagambalae na mama yangu Mwalimu Esther Mashanya. Malezi bora, upendo, utulivu, hekima na busara za wazazi wangu vimekuwa urithi mkubwa kwangu. Kila siku ninajiona kuwa mwenye deni kubwa kwao, na huu ndio msukumo mkubwa ulionifanya kuandika kitabu hiki, kama jitihada za kuendeleza kile walichokianzisha katika maisha yangu. Kwa namna ya pekee ninamshukuru Dr. Leonardi Bakize na timu yake ya EWCP kwa mafunzo ya uandishi na uchapishaji, kwa kupokea muswada wa kitabu hiki, kuhariri, kusanifu na hatimaye kuuchapisha kama kitabu kwa kuzingatia ustadi na ubunifu wa hali ya juu wa taaluma ya uandishi na uchapishaji. Kila penye mafanikio, nyuma yake kuna jitihada, mafunzo na hamasa za watu wengi wanaofahamika na wasiofahamika kwa uwazi. Ninawiwa kumshukuru sana Mwalimu Joel na Nauka ambaye amekuwa mkufunzi elekezi, kocha wa kipekee. Pia ninatumia fursa hii kuwashukuru walimu wangu wote ambao wamekuwa nuru na dira ya maisha yangu kwenye nyakati tofauti za safari ya elimu na maisha yangu. Kama ambavyo nimesisitiza hapo awali, ufanisi na ubora wa kazi yoyote ile ni matokeo ya ushauri na miongozo kutoka kwa wataalamu wenye uzoefu. Kwa kuzingatia umuhimu wa ushauri, ninamshukuru sana kaka yangu na mshauri wangu Bwana Isaya Makoko kwa ushauri wake wa kisheria, kanuni na uzoefu wake wa mambo ya uandishi wa vitabu. Aidha, kwa namna ya pekee ninawashukuru wachungaji wangu wa kiroho. Hawa ni pamoja na paroko wangu Padre Benadi Mlaponi, Padre Silvanus Chikuyu, Padre Sixbeti Kabwaganya, paroko na Askofu Titus Joseph Mdoe kwa ushauri, sala, malezi ya kiroho na maadili walionipatia katika nyakati tofauti tofauti. Mwisho, japo si kwa umuhimu, ninawashukuru kaka zangu, dada zangu, ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wameshiriki katika maandalizi ya kitabu hiki na kunisaidia kufikisha ujumbe kwa wasomaji. Mungu awabariki nyote na kuzidi kuwajalia afya njema na mafanikio zaidi. Amen. Wenu ni Godian Dianka.
Utangulizi. Kuishi bila kuwa na malengo ni hatari zaidi ya ajali ya ndege ya abiria. Kabla ya kuanza safari, rubani anapaswa kuwa na ramani, ratiba na kujua uelekeo wa mwisho wa safari. Iwapo rubani atapuuzia kuzingatia taratibu za uendeshaji wa ndege, kitakachofuata ni ajali. Katika maisha, watu wengi hujikuta wakiwa wahanga wa umaskini kutokana na kuishi bila kuweka malengo. Kama nilivyodokeza hapo awali, kuishi bila malengo ni sawa na rubani kuanza safari bila ramani, ratiba na kujua hali ya hewa, uelekeo na mwisho wa safari. Kitabu hiki ni mwongozo kukusaidia kuweka malengo, mipango mkakati na kuishi ndoto yako na kuwa mtu wa tofauti. Kitabu hiki ni cha kizalendo na kimezingatia ukweli, maadili, mifano na mazingira halisi ya maisha ya Tanzania, Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Lengo la kitabu hiki ni kukuongoza na kukuonesha mbinu za kuweka malengo makubwa na kukuvusha kufikia ndoto yako bila kujali umri, jinsi, dini au rangi yako, ili kuishi na kufurahia zawadi ya uhai wako na kisha kuacha alama, yani legacy, hapa duniani. Zifuatazo ni sababu kuu 5 zinazojibu swali la kwa nini kitabu hiki ni muhimu katika maisha yako. Kwanza, kukuwezesha kujua umuhimu wa kuweka malengo. Pili, kukusaidia kujua jinsi ya kuweka malengo yenye tija yatakayobadilisha maisha yako na jamii yako. 3, kukupatia ushauri, maarifa na mbinu za kuongeza mapato yako maradufu na kujikomboa kifikra, kimtazamo, kiutendaji na kiuchumi. 4, kukufafanulia siri, kanuni na mbinu za mafanikio. 5, kukuongoza kujua kusudi lako la kuzaliwa na kuishi ndoto yako na kuacha alama duniani. Hongera kwa kufanya maamuzi sahihi ya kusikiliza kitabu hiki. Endelea kusikiliza mpaka mwisho. Utakaposikiliza mpaka mwisho, utajikuta ukiwa mtu wa tofauti. Utakuwa mtu wa viwango vya juu na kuishi ndoto yako na kuwa mtu wa tofauti. Sasa funga mkanda. Anza safari ya kusikiliza kitabu hiki ili ufukue madini. Sura ya kwanza, misingi ya malengo. Awali ya yote tutafakari kidogo maana ya malengo, ili kujenga msingi imara na kupata uelewa mzuri na kufahamu umuhimu wa kuweka malengo katika kutafuta mafanikio ya jambo lolote katika maisha. Watu wengi husema kuwa wana malengo, lakini ukiwauliza kwa undani, utagundua kuwa wana matamanio, yani wishes, na sio malengo. Siku moja nikiwa ninapata chakula cha mchana na rafiki yangu aitwaye John, nilimuuliza, rafiki yangu, una malengo gani ya kutekeleza mwaka huu? Akajibu, ninamnukuu, mwaka huu nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Huu mwaka ni wa mafanikio, lazima nitoboe, mwisho wa kumnukuu. Nilimtazama huku nikitabasamu, nikasema, safi, una ndoto nzuri. Utafanya biashara gani na utakuwa unaingiza faida kiasi gani na lini utaanza biashara hiyo? Maswali haya yalionekana kero na kutokuwa na majibu, kwani rafiki yangu Johnny alianza kugundua kuwa lengo lake halikuwa mahususi. Kiuhalisia, kutaka kuwa mfanyabiashara mkubwa ni matamanio, yani ambition, na si lengo. Kuwa mfanyabiashara mkubwa si mahususi, yani specific. Si rahisi kutathiminika wala kupimwa, yani measurable. Na hakuna ukomo wa muda, yani time bound, katika utekelezaji. Katika mada hii nitafafanua sifa za malengo ili kukupatia mwongozo na misingi ya kuweka malengo thabiti. Watu wengi hudhani kuwa wana malengo,
lakini kiuhalisia si malengo bali matamanio. Sasa tuangalie maana ya malengo kwa mujibu wa kitabu hiki. Malengo ni mbegu, ramani na dira ya mafanikio katika safari ya maisha. Malengo ni sumaku ya mafanikio. Malengo ni ufunguo wa mafanikio. Kuweka malengo ni kuona mwisho wa mafanikio yako na kuchukua hatua za utekelezaji. Malengo yanakuwezesha kuwa na maono na kuishi ndoto yako. Kila kitu cha thamani unachokiona hapa duniani kilianza kama wazo, picha na ishara, na kisha kuwekewa malengo na mipango mkakati, na hatimaye kuwa kitu halisi. Kwa mfano, kabla ya ujenzi unahitaji ramani. Ramani ni ishara kuwa ujenzi umekamilika kabla ya ujenzi wenyewe kuanza. Brian Tracy katika kitabu chake kiitwacho Goals anasema, Goals unlock your positive mind and release ideas and energy for goals attainment. Akiwa na maana kuwa malengo yanafungua fikra na mtazamo chanya na kuleta mafanikio. Kwa mtazamo kama huu, Jimmy Rohn vile vile anasema, a life best lived is a life by design, not by accident. Akiwa na maana kuwa maisha mazuri yenye mafanikio makubwa ni kuishi kwa malengo na si kwa kubahatisha. Kwa mtazamo kama huu, Toby Robbins pia anasema goal setting is a fundamental key to success. Akiwa na maana kuwa kuweka malengo ni ufunguo muhimu wa mafanikio. Swali la msingi: je, una malengo thabiti katika maisha yako? Unafanya nini ili kufikia malengo yako? Je, una mipango mkakati ambayo itakuvusha kufikia viwango vya hali ya juu na kuwa mtu tofauti na kuishi ndoto yako? Sifa kuu 5 za malengo. Malengo yanapaswa kuwa smart. Neno smart katika muktadha huu ni kifupi cha maneno yenye mtazamo chanya katika kuweka malengo kwa kuzingatia vigezo mbalimbali, kama nitakavyofafanua hapo mbele. Kumbuka, uimara wa nyumba uko kwenye msingi, sio kwenye paa. Katika kuweka malengo, msingi mkuu ni smart, kama nitakavyofafanua hapo mbele. S ikiwa na maana ya specific, yani mahususi. Umahususi ni hali ya kuwa na kitu fulani ambacho ni kati ya vitu vingi. Kitu kikiwa mahususi kinakuwa kimoja na rahisi kueleweka, yani kutokuwa na utata kwa sababu ya urahisi wa kukishughulikia. Unapoweka malengo, unapaswa kujua nini hasa unachokitaka. Malengo yenye utata au ukakasi huleta matokeo yasiyo na tija. Watu wengi hawajui nini hasa wanachokitaka katika kuweka malengo. Matokeo yake wanajikuta wananakili, yani copy na kupaste malengo ya watu wengine, hatimaye huishi ndoto za watu wengine na kuwa watumwa na kujikuta hawafurahii matokeo ya jitihada zao. Malengo mahususi yatakuweka huru na kuishi ndoto yako na kukupa furaha ya kweli, kwa sababu utaweza kutekeleza wazo kwa ukamilifu na hatimaye kupata matunda mazuri. M inamaanisha measurable, yani kupimika. Lengo linapaswa kuwa na uwezo kupimwa na kutathiminiwa ili kujua hatua na mwelekeo wa utekelezaji. Si rahisi kufanikiwa katika jambo bila kufanya tathmini na kujua nini kinapaswa kurekebishwa au kuboreshwa. Peter Drucker anasema, you can't manage what you don't measure. Akiwa na maana kuwa huwezi kufanikiwa kutoka katika kitu ambacho huwezi kukitathmini au kukipima. Kwa mfano, si rahisi kuongeza mapato iwapo hakuna mfumo wa kudhibiti mapato na matumizi. Kwani si rahisi kujua iwapo unapata faida au hasara
Iwapo hauna utaratibu wa kufuatilia mapato na matumizi, utajikuta ghafla unaishiwa pesa na kuanza kuhisi umeibiwa. Kumbe mwizi ni wewe mwenyewe. A ikiwa na maana ya achievable, yani kufikika au kutekelezeka. Ni muhimu lengo lako kuwa na sifa ya kufikika, kuwa na uwezekano wa kutekelezeka, yani doable. Malengo yanapaswa kutekelezeka na kufikia dhamira au kusudi lililotarajiwa. Sifa hii humfanya mtu kuwa mbunifu katika kubainisha mbinu za utekelezaji hatua kwa hatua, na kupambana na changamoto na kuibuka mshindi. Hali hii haimaanishi kuweka malengo madogo ili uyafikie kwa urahisi. Unapaswa kuweka malengo makubwa. Jenga uwezo wako. Tumia akili na kipaji chako kutekeleza malengo yako bila kukata tamaa. Kumbuka, malengo madogo yatakupa matokeo madogo, lakini malengo makubwa yatakupa matokeo makubwa, na kukufanya kuwa mtu tofauti na kuishi ndoto yako. R ikiwa na maana ya realistic, yani halisi. Hii ni hali ya kuwa na uhalisia kutokana na mazingira, uwezekano na uwepo wa rasilimali zitakazokuwezesha kufikia malengo. Malengo yanapaswa kuwa makubwa, lakini lazima kuzingatia uhalisia wa mazingira, uwezo, muda, kanuni na taratibu za utekelezaji. Kwa mfano, itakuwa miujiza mtu kuweka lengo la kupata faida ya milioni 100 kila mwezi, huku mtaji wake ukiwa ni milioni 10. Au mfanyakazi kuomba kuongezewa mshahara mara 10 zaidi bila kuongeza ufanisi au tija yenye kuongeza mapato ya kampuni au taasisi. Usitegemee miujiza au bahati nasibu katika kufikia malengo yako, utapotea. T ikiwa na maana ya time bound au time bound, yani ukomo wakati. Kuweka ukomo wa muda wa utekelezaji ni jambo la msingi sana. Malengo yanapaswa kutekelezwa ndani ya muda maalum. Bila kuzingatia muda wa utekelezaji, itakuwa si rahisi kufikia malengo, kwani kila siku itakuwa kesho mpaka miaka na karne. Tafakari, iwapo Mwenyezi Mungu asingeweka ukomo wa maisha kwa binadamu, dunia ingekuwaje? Kanuni ya matumizi ya muda iitwayo The Law of Forced Efficiency inasema kuwa hakuna muda wa kutosha wa kufanya kila kitu, japo kuna muda wa kufanya mambo muhimu kwanza. Kila mtu ana saa 24 tu kwa siku. Jambo la msingi ni kupanga ratiba kwa kuweka vipaumbele kwa mambo muhimu kwanza. Albert Einstein anasema, "The only reason for time is so that everything does not happen at once." Akiwa na maana kuwa sababu ya msingi ya kuwa na muda ni kuweka utaratibu ili kuepuka hali ya kila kitu kutokea kwa mara moja. Bila muda pasingekuwepo na utaratibu katika maisha. Kila kitu kingeonekana kigumu kufanyika. Tafakari tukio la ndege kukutana sehemu moja kwa wakati mmoja. Hiyo ajali itakuwaje? Kwa hiyo ni muhimu kujiwekea ukomo wa muda kwa kuzingatia vipaumbele ili kuepuka mgongano na kushindwa kufikia malengo. Kumbuka, zingatia sifa hizi 5 za malengo kila wakati unapoweka malengo yako. Hakika utaona matokeo makubwa na kuanza kuonja utamu wa maisha kuelekea kuishi ndoto yako. Vuta pumzi. Rejea katika malengo yako kuhakikisha kuwa yamekidhi vigezo na sifa hizi kukufikisha katika safari yako ya mafanikio. Ijue kanuni ya malengo ya Edwin A. Locke. Mwaka 1960, mwanasaikolojia wa Kimarekani aitwaye Dr. Edwin Locke alifanya utafiti na kubainisha kanuni ya malengo. Kanuni hii inaitwa Locke's Goal Setting Theory of Motivation.
Kanuni hii inaeleza kuwa malengo mahususi, yani clear goals, huhamasisha ufanisi wa kazi, huduma au biashara. Kanuni hii inadhihirisha kuwa kuweka malengo mahususi na yenye tija humpa mtu hamasa ya kutekeleza malengo na mipango mkakati kwa wakati na kuleta mabadiliko chanya katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kanuni hii, Edwin Locke anaelezea mambo 5 muhimu ya kuzingatia wakati wa kuweka malengo. Mambo haya ni: 1. Kueleweka, yani clarity. Malengo yanapaswa kueleweka kwa urahisi ili kujua nini hasa kinakusudiwa. Malengo yanapaswa kueleweka kwa urahisi ili kujua nini hasa kinakusudiwa. Hii ina maana kuwa ukiandika malengo yako na kumpatia mtu asome, anapaswa aelewe nini hasa unakusudia kufanikiwa kwa urahisi bila ukakasi. Yani, what do you really want? Kwa mfano, iwapo napanga kuongeza mapato yako, unapaswa kusema mwaka huu nitaongeza mapato yangu kwa 30% ndani ya miezi 12. Lakini ukisema mwaka huu nitakuwa tajiri, ni vigumu mtu kuelewa kiwango gani unalenga kufanikiwa. Mfano mwingine, iwapo unakusudia kupunguza uzito, unapaswa kusema mwaka huu nitapunguza uzito kilo 5 ndani ya miezi 6. Lakini iwapo utasema mwaka huu nitapunguza uzito niwe mwembamba, si rahisi kueleweka. Kwa hiyo malengo yako yanapaswa kueleweka kama nilivyofafanua hapo awali katika sifa ya malengo kuwa smart. 2. Kutafakarisha, yani challenge. Malengo yanapaswa kumfanya mtu atumie akili ya ziada kutafakari kwa kina, yani brainstorming au blue sky thinking, mbinu za kuyafikia na kuleta tija. Malengo yako yanatakiwa ya kuchemsha akili na kukupa changamoto ili kuondokana na kuishi kwa mazoea. Kumbuka, malengo hayapaswi kuwa ya kawaida na rahisi kufikika au kuwa magumu sana yasiyotekelezeka. Watu wengi huweka malengo madogo ambayo huyafikia kwa urahisi na matokeo yake hawapigi hatua yoyote ya mafanikio. Vile vile kuna watu wanaweka malengo makubwa sana na kujikuta wanashindwa kuyafikia na hatimaye kukata tamaa na kujiona hawawezi. Weka malengo makubwa kuendana na uwezo wako, mazingira na wakati husika na fursa zilizopo. Pia malengo yapaswa kuleta tija, ambapo kiafikia nafsi yako inaridhika na kupiga hatua ya mafanikio. Kwa mfano, mwanafunzi aliyezoea kupata C anapaswa kuweka lengo la kupata A. Mfanyabiashara anayepata milioni 50 kwa mwaka anapaswa kuweka malengo ya kuongeza mapato yake kwa zaidi ya 30% na zaidi. Hii ina maana kuwa malengo yako yanapaswa kukupa motisha ya kujituma zaidi na kufikia viwango vya juu na kujitofautisha na watu wa kawaida. 3. Kuwa na dhamira thabiti, yani commitment. Katika kuweka malengo ni lazima kuwa na dhamira ya dhati kutoka moyoni na kutekeleza mipango mkakati bila shuruti. Hali hii humfanya mtu kujituma zaidi na kusonga mbele bila kujali vikwazo vinavyojitokeza. Ukweli ni kwamba kila mtu aliyefanikiwa alipitia vikwazo vingi bila kukata tamaa. Hii ni moja ya siri ya mafanikio. Watu wengi wanashindwa kufikia malengo yao kutokana na kushindwa kujituma na kukata tamaa. Katika mada ya 3 nitafafanua kwa undani jinsi ya kuweka dhamira ya dhati katika kuweka malengo. 4. Mrejesho, yani feedback. Katika hatua ya utekelezaji wa malengo ni muhimu kupata mrejesho ili kujua wapi kuna hitaji maboresho au wapi kuna makosa. Katika kupokea mrejesho, unapaswa kuwa tayari kisaikolojia kupokea mrejesho chanya na hasi pia. Malengo bila mrejesho hupoteza tija na ufanisi na kuishi kwa mazoea kama watu wa kawaida.
Watu waliofanikiwa wako tayari kupata mrejesho chanya na hasi. Ukitaka kujua iwapo utafanikiwa katika maisha yako, tathmini hisia zako mara unapopatiwa mrejesho hasi. Ukiona mtu yeyote anakasirika au kuchukia mara baada ya kupata mrejesho hasi, hiyo ni ishara tosha kuwa utabaki kuwa maskini. Watu waliofanikiwa huhimili mrejesho hasi na kuona fursa ya kujifunza zaidi. Watu waliofanikiwa huhimili mrejesho hasi na kuona fursa ya kujifunza zaidi, ili kupenyeza kufikia ndoto zao. Namba 5. Ukubwa, ugumu na tija, yani task complexity. Malengo yanapaswa kuwa makubwa, magumu kufikika na yenye tija. Malengo yanapaswa kuwekwa katika vipengele hatua kwa hatua na kupanga muda wa kikomo kufikiwa. Kwa mfano, tafakari hatua walizopitia Wright Brothers katika ugunduzi wa ndege. Haikuwa rahisi kufikia shauku na lengo lao. Iliwagharimu muda, ustahimilivu na ujasiri kufikia ndoto yao, na mpaka sasa teknolojia ya usafiri wa anga inazidi kukua na kuboreshwa na kuonekana jambo la kawaida katika jamii. Kumbuka, ukizingatia mambo haya katika kuweka malengo yako, itakusaidia kupata hamasa ya kutekeleza malengo yako kwa ufanisi na kuleta tija. Kwa hiyo unapaswa kuelewa kwamba kuweka malengo na mipango mkakati ni jambo linalohitaji kujitoa kwa dhamira ya dhati na kuwekeza muda na gharama na kuwajibika. Maswali 12 ya msingi katika kuweka malengo. Kabla ya kuweka malengo yako, unapaswa kujiuliza maswali yafuatayo ili kujijengea msingi imara katika utekelezaji. Ili kufikia malengo yako kwa ufanisi wa hali ya juu na kuishi ndoto yako. Swali la kwanza: je, ninataka kuwa nani katika maisha yangu? Kila mtu aliumbwa kwa kusudi maalum na kujaliwa uwezo, karama na kipaji maalumu ambacho ndio nyenzo ya kuishi kusudi la kuzaliwa. Swali hili linatukumbusha wajibu wetu wa kujitafuta na kugundua nini hasa kusudi la Mwenyezi Mungu kutuumba. Hakika ukigundua kusudi lako la kuzaliwa, utaweza kutumikia kipaji, karama na uwezo wako na kuleta tija katika taifa. Ukichunguza maisha ya watu waliofikia viwango vya hali ya juu na kuishi ndoto zao, utagundua kuwa waligundua kusudi lao la kuzaliwa na wanatumikia kipaji au karama zao. Kwa mfano, ukichunguza maisha ya watu kama vile Nelson Mandela, Julius Nyerere, Martin Luther King, Miles Monroe, Mahatma Gandhi, Helen Keller, Mother Teresa na kadhalika, utagundua kuwa walijua nini hasa kusudi lao la kuzaliwa. Hawakubahatisha. Je, wewe umekwisha gundua na kuishi kusudi lako la kuzaliwa? Ukijua kusudi lako la kuzaliwa, unapata msukumo wa kujikita, yani focus, kuweka malengo mahususi kufikia ndoto yako. Hali hii itakusaidia kuepuka kujaribu kufanya kila kitu bila mafanikio. Waingereza wanasema, Jack of all trades, master of none. Ikiwa na maana kuwa ukitaka kufanya kila kitu si rahisi kuwa mtaalamu. Waswahili wanasema, mtaka yote hukosa yote. Swali la pili: je, ninataka nini au kuona nini katika maisha yangu? Swali hili linakusudia kujenga picha ya mafanikio yako kwa kujikita katika kitu mahususi ambacho kimejificha katika uwezo, karama na kipaji chako. Ukweli ni kwamba watu wengi hubahatisha katika maisha bila kujua nini hasa wanakitaka katika maisha yao. Takwimu zinaonesha kuwa watu waliogundua uwezo, karama na vipaji vyao na kisha kujua nini hasa wanataka katika maisha yao, hufikia viwango vya juu na kuishi ndoto zao. Kwa mfano, Bill Gates katika malengo yake aliona kompyuta katika kila meza katika kila familia.
Steve Jobs aliona kompyuta kiganjani kwa kila mtu. Henry Ford aliona magari. Thomas Edison aliona mwanga wa taa. Martin Luther King aliona Wamarekani weusi wakiwa huru. Mtakatifu Mama Teresa aliona huruma kwa watu maskini na kadhalika. Je, wewe unaona nini katika malengo yako na unataka nini hasa? Acha kubahatisha. Uliumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu na kupewa kusudi maalum. Swali la 3. Kwa nini? Kujua msukumo, dhamira, yani maono, kiini cha malengo yako ni chachu ya kukujengea motisha, msimamo, mwelekeo, ustahimilivu, kujiamini na kusonga mbele katika kutekeleza malengo yako. Kwani bila kujua dhamira ni rahisi kukata tamaa mara tu baada ya kukumbana na vikwazo. Watu wengi ambao huweka malengo kwa msukumo wa kutaka pesa au utajiri wa haraka, mara tu wanapokutana na changamoto wanakata tamaa. Ni kosa kubwa kuweka malengo kwa msukumo wa kupata pesa bila kuguswa na dhamira yako ya ndani, kwani hatima yake ni kukata tamaa. Simon Sinek katika kitabu chake kiitwacho Start with Why anasema, people don't buy what you do, they buy why you do it. Akiwa na maana kuwa watu hawanunui bidhaa au huduma kwa sababu imetengenezwa au hutolewa na mtu fulani, bali hununua kusudi au matumizi na ubora wake. Falsafa hii inatukumbusha kuwa kabla ya kufanya jambo lolote tunapaswa kujiuliza, kwa nini? Kumbuka kila mafanikio yana changamoto zake, kwani hakuna mbivu bila mbichi. Kwa mfano, mkulima huvumilia changamoto katika uandaji wa shamba, upandaji, palizi na kadhalika, kwa sababu huamini kuwa mavuno yatapatikana. Mama mjamzito huvumilia changamoto za ujauzito kwa miezi 9 kwa sababu huamini kuwa atapata mtoto. Kwa hiyo katika kuweka malengo ni muhimu kujua dhamira yako na kuzingatia utekelezaji ili kupata matokeo stahiki. Nini msukumo wako katika kazi, huduma au biashara unayoifanya? Ukiweza kujua msukumo wako halisi, hakika utaongeza ufanisi wako maradufu na siku zote utakuwa na hamasa bila kukata tamaa katika changamoto zinazojitokeza. Swali la 4. Nifanye nini ili kufikia malengo yangu? Kuwa na malengo bila mipango mkakati na kuchukua hatua ya utekelezaji ni sawa na kuwa na gari bovu. Baada ya kuweka malengo, inapaswa kuweka mipango mkakati hatua kwa hatua katika utekelezaji. Hii ni hatua muhimu sana ambayo ndiyo huleta mabadiliko na kumfanya mtu kuwa wa tofauti na kupiga hatua ya mafanikio. Waingereza wanasema, actions speak louder than words, wakiwa na maana kuwa vitendo vinaleta tija kuliko maneno. Watu wengi ni wataalamu wa kuongea malengo yao bila utekelezaji. Tabia hii humfanya mtu kuishi maisha ya mazoea na kupoteza muda na kujikuta nazeeka bila kupiga hatua ya mafanikio. Kuwa mtu wa vitendo kwa kutekeleza malengo yako na waachie maneno watu wa kawaida. Think smart, pambana na songa mbele. Kwa mfano, kama una lengo la kuweka akiba 40% kila mwezi ili kuwekeza katika biashara fulani, hakikisha unatekeleza badala ya kuongea tu na kujinadi kila mwaka kuwa unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa bila utekelezaji. Jiwekee nidhamu ya kuanza na kidogo ulicho nacho, kwani hata mbuyu ulianza kama mchicha. Hakuna milioni bila kuwa na moja. Mafanikio ni hatua kwa hatua. Acha kusubiri, anza na kidogo ulicho nacho, tekeleza. Kuwa mtu wa tofauti, leta mabadiliko chanya katika jamii na taifa kwa ujumla. Swali la 5. Je, nina uwezo,
maarifa na ujuzi wa kuniwezesha kufikia malengo yangu. Kila mtu ana ndoto ya kuishi maisha mazuri. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba ni watu wachache tu ambao hufikia malengo yao. Hivi, umekwisha jiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafikia ndoto zao kiurahisi kama miujiza vile? Lakini watu wengi wanashindwa na kukata tamaa kama vile wamelaaniwa. Kutokuwa na uwezo. Maarifa na ujuzi ni miongoni mwa sababu kuu zinazokwamisha watu kutofikia malengo yao. Hakikisha unajijengea uwezo na kunoa kipaji chako ili uweze kufikia ndoto yako kwa haraka. Katika kitabu kiitwacho Jenga Uwezo, nimefafanua jinsi ya kujijengea uwezo na kuongeza thamani yako na kuwa mtu tofauti. Soma kitabu hiki, hakika kitakusaidia kubadili maisha yako. Kumbuka, unalipwa au kuingiza mapato kulingana na thamani ya uwezo wako na si vinginevyo. Watu wengi hudhani hulipwa kutokana na muda wanaokaa kazini. Watu wengine hudhani kuwa wanalipwa kutokana na elimu yao. Ukubali ukatae. Ukiwa na fikra na mtazamo wa kulipwa kwa muda au elimu yako na si kwa thamani yako, si rahisi kufikia kilele cha mafanikio yako. Jiulize, kwa nini mcheza mpira kama Lionel Messi analipwa mshahara maradufu zaidi ya wachezaji wengine? Lionel Messi anacheza muda sawa na wachezaji wenzake, yani dakika 90. Lakini yeye analipwa zaidi. Nadhani mfano huu unakupa jibu, Iwapo wewe ni mfanyakazi, umekwisha jiuliza kwa nini bosi wako anakuzidi mshahara? Iwapo ni mfanyabiashara, kwa nini hupate faida zaidi kuliko wafanyabiashara wengine wakubwa? Ukitafakari maswali haya kwa umakini, utagundua kuwa unapaswa kujijengea uwezo ili kuongeza maarifa, ujuzi na ufanisi na kuwa mtu tofauti na kuanza kulipwa kutokana na thamani yako. Kataa kulipwa kwa muda wako wala elimu yako, utakufa maskini. Swali la 6. Nini hatima ya maisha yangu na nitaacha nini? Yani Destiny and Rigors. Swali hili litakuwezesha kupata maono. Kama tulivyoona hapo mwanzo katika kujadili maana ya malengo, tuliona kuwa kuweka malengo ni kuona mwisho wa mafanikio yako na kuchukua hatua za utekelezaji. Kama vile mtu akitaka kujenga lazima awe na ramani. Kwa hiyo unapaswa kujenga picha na taswira na kuona nini hasa unataka kuacha hapa duniani kama alama yako katika jamii. Baada ya kubainisha unataka kuacha alama gani hapa duniani, itakuwa rahisi kuelekeza akili, utashi, imani, uwezo na kipaji chako kutekeleza malengo yako kwa dhati na kwa maono. Hali hii itakusaidia kujenga msimamo na mwelekeo sahihi na kuepuka kubahatisha katika maisha yako. Kumbuka, hatutafuti mafanikio ili kujitajirisha. Msukumo wa kweli wenye nguvu na kuleta furaha ya kweli umejificha katika kutatua changamoto za jamii na taifa kwa ujumla. Kadri unavyotatua changamoto kubwa ndivyo unavyovuta mafanikio makubwa. Kadri unavyotatua changamoto za watu wengi, ndiyo mafanikio yako yanavyozidi kuongezeka. Iwapo msukumo wako wa mafanikio ni kupata pesa nyingi au utajiri, hiyo ni hatari kwa maisha yako ya baadaye. Swali la 7, nitumie mbinu gani ili kufikia malengo yangu? Kuweka malengo ni hatua ya kwanza. Kuweka mipango mkakati ni hatua muhimu zaidi. Hii ni hatua ya utekelezaji, hatua kwa hatua, kwa kuzingatia vipaumbele. Ubunifu unahitajika katika hatua hii, ili kubaini mbinu na kanuni zinazostahili ili kupata matokeo sahihi. Nimefafanua kwa undani mbinu na hatua za utekelezaji wa malengo katika mada ya 3. Swali la 8. Je, nina watu sahihi katika kutekeleza malengo yangu? Wataalamu wa masuala ya mafanikio wanasema, your network is your net worth.
ikiwa na maana kuwa mafanikio yako yanatokana na aina ya watu wanaoshirikiana nao. Ukishirikiana na watu sahihi wenye malengo na ndoto kama zako, hakika utafikia malengo yako haraka. Lakini ukishirikiana na watu wasio sahihi watakukwamisha. Hakikisha unashirikiana na watu sahihi na kuepuka kupoteza muda kuambatana na watu wasio sahihi au rafiki wasiounga mkono jitihada zako. Vile vile swali hili linatukumbusha kuwa iwapo unataka kufanikiwa kwa viwango vya hali ya juu, lazima ushirikiane na watu wenye vipaji, maarifa, ujuzi na uwezo mbalimbali katika kutekeleza malengo yako. Ukiona katika malengo yako hauhitaji watu kushirikiana na wewe, hiyo ni ishara kuwa una malengo madogo ambayo kamwe hayatakufikisha mbali. Kumbuka, tathmini utekelezaji wa malengo yako kwa miaka 2 iliyopita. Kisha jiulize nini lilikuwa lengo mama. Je, ulikuwa na timu ya watu wangapi kutekeleza? Iwapo ulitekeleza mwenyewe bila kushirikisha watu wengine, bila shaka hukufikia lengo lako na bado uko vile vile, si ndio? Sasa huu ni wakati sahihi wa kujenga timu sahihi ya kutekeleza malengo yako na kufikia viwango vya juu na kuwa mtu wa tofauti. Katika kitabu kiitwacho Jenga Uwezo nimefafanua jinsi ya kujenga timu sahihi. Tafuta kitabu hiki ukisome. Swali la 9. Je, nimetenga muda wa kutosha kufuatilia na kutekeleza malengo yangu? Muda ni zaidi ya pesa. Unaweza kukupa pesa benki, lakini si muda. Muda ukipita haurudi kamwe. Kesho ni ya nyani, chukua hatua leo, usisubiri kesho. Weka ratiba na utaratibu wa kufuatilia na kutekeleza malengo yako. Jenga tabia ya kuongeza thamani ya muda kwa kugawa malengo yako katika vipengele, na kisha kutekeleza kwa awamu kulingana na vipaumbele. Usiwe muhanga wa tabia ya kuahirisha. Katika kitabu kiitwacho Safari ya Mafanikio, nimefafanua zaidi kuhusu jinsi ya kuongeza thamani ya muda wako. Iwapo unahitaji maarifa zaidi ya jinsi ya kuongeza thamani ya muda wako, soma kitabu hiki upate madini. Swali la 10. Lini nitafikia malengo yangu? Weka ukomo wa muda katika kutekeleza malengo yako. Hali hii itakupa motisha na nguvu ya kutekeleza malengo yako kwa kuzingatia vipaumbele vya malengo yako na kukuwezesha kuyafikia kwa wakati. Kuweka malengo bila ukomo wa muda ni sawa na kuishi kwa kutegemea miujiza bila kuchukua hatua na kuwajibika. Swali la 11. Nifanye nini au miradi gani ili kurudisha fadhila katika jamii au taifa? Baada ya kufikia malengo yako, unapaswa kuchangia sehemu ya mafanikio yako kwa jamii. Kuna nguvu kubwa katika kutoa au kujitolea katika jamii. Kanuni ya kutoa na kupokea inatukumbusha kuwa tabia ya kutoa kitu au vitu na kujitolea inaambatana na baraka za Mwenyezi Mungu. Ukichunguza kwa umakini utagundua kuwa hii ni moja ya siri ya mafanikio ya matajiri na makampuni makubwa kupitia corporate social responsibility. Utoaji huu unapaswa kuwa wa kutoka moyoni bila masharti na vikwazo. Swali, je, una moyo au tabia ya kutoa au kujitolea? Kwa nini unadhani watu wengi wanaojitolea kufanya kazi bure hupata kazi kwa urahisi? Mafanikio yako ni kwa ajili ya jamii kama ilivyo matunda ya mti huliwa na watu si mti. Swali la 12. Nani atachukua nafasi yangu na kuendeleza malengo au kusudi langu la kuzaliwa? Swali hili ni changamoto kwa watu wengi, kwani hufikiri kuwa wataishi milele kama Mungu. Asili ya binadamu ni kuishi kwa muda na si milele.
Mafanikio ya kudumu na yenye tija ni yale ambayo hurithishwa kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Imekuwa changamoto kubwa hasa katika familia za Kiafrika, pale tajiri au mtu mwenye ujuzi maalum anapofariki na kuondoka. Imekuwa changamoto kubwa hasa katika familia za Kiafrika, pale tajiri au mtu mwenye ujuzi maalum anapofariki na kuondoka na utajiri au ujuzi wake. Inapaswa kujenga utamaduni wa kurithishana utajiri au ujuzi wetu, ili kuwa na mwendelezo na kuleta tija katika jamii na taifa. Hali hii inanikumbusha jinsi ng'ombe na mbuzi walivyopotea kama upepo miaka michache baada ya kifo cha marehemu babu yangu. Familia nyingi za Kihindi zimejinusuru katika changamoto hii. Chunguza familia za Kihindi utagundua kuwa mtoto anafundishwa na kujengewa uwezo wa kusimamia biashara angali mdogo. Katika familia za Kiafrika, wazazi bado wana uchoyo wa kurithishana mali au uwezo kwa watoto, kwa kisingizio kuwa mtoto taharibu mara tu akianza kushika pesa angali mdogo. Hizi ni fikra potofu na hatari katika kujenga taifa. Ni muhimu kuanza mapema kuwajengea uwezo watoto au watu unaowaamini, na kuwaandaa kuwa warithi wako ili kujenga mwendelezo wa ndoto zako. Mambo ya msingi ya kuzingatia katika kuweka malengo. 1. Kujua azma au kusudi ya malengo yako. Kabla ya kuanza safari ni muhimu na lazima kujua wapi unataka kufika. Malengo ni njia ya kukufikisha kwenye ndoto yako ya maisha. Ukijua azma ya malengo yako utaweka malengo mahususi, makubwa na yenye kukupa motisha, ujasiri, nguvu na uwezo wa kupambana na changamoto. 2. Kujenga picha ya ushindi. Ona na shika unachokitaka katika akili yako. Hatimaye kitakuwa kitu halisi. Hii ni mbinu ambayo ina nguvu sana, ambayo hutumiwa sana na wanamichezo hasa wanariadha. Hii ni mbinu ambayo ina nguvu sana, ambayo hutumiwa sana na wanamichezo hasa wanariadha. Kwa mfano, ukitaka kujenga nyumba, utapaswa kuona picha halisi ya eneo, yani kiwanja, ukubwa, rangi na kadhalika. Kisha kuweka picha hiyo katika ramani. Ukihitaji kununua gari, unapaswa kujenga picha ya aina ya gari, rangi, ukubwa, matumizi na kadhalika. Hii ina maana kwamba kabla hujaanza kujenga unakuwa umekwisha maliza ujenzi katika fikra zako. 3. Nidhamu. Kujijengea nidhamu ya utekelezaji. Muda, pesa na kujenga mahusiano mazuri na watu. Pasipo na nidhamu watu hupoteza uelekeo na kurudi nyuma na kuendelea kuishi kwa mazoea. Nidhamu imebeba uadilifu, uaminifu, heshima, ufanisi, ubora, ustahimilivu, utu na utulivu. Nidhamu ni chachu na msingi wa mafanikio katika maisha. Bila nidhamu, kufanikiwa ni sawa na ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. 4. Kuandika malengo yako kwa mkono. Andika malengo yako kwa ufupi na kueleweka kwa urahisi kwa kuzingatia kanuni ya SMART. Katika kipengele kifuatacho tutajadili kwa kina kwa nini ni muhimu kuandika malengo yako. Kwa nini ni muhimu kuandika malengo yako? Kosa kubwa ambalo watu wengi hulifanya ni kutokuandika malengo yao na kujikuta hawafikii malengo yao na kuishi kwa mazoea. Malengo yanapaswa kuandikwa kwa mkono. Kuna sababu ya kisaikolojia katika kuhakikisha kwamba unaandika malengo yako kwenye daftari au diary au faili maalumu na kuweka utaratibu wa kuyasoma na kufuatilia utekelezaji hatua kwa hatua. Brian Tracy anasema, people with clear written goals
accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine. Akiwa na maana kwamba watu wanaoandika malengo yao huyafikia kwa muda mfupi zaidi ukilinganisha na watu ambao hawaandiki malengo yao. Siri iliyojificha katika kuandika malengo ni kwamba akili yako, yani subconscious mind, inanasa malengo yako kama picha na kuyafanyia kazi hata unapokuwa umelala. Hivyo unapoandika malengo yako, unailazimisha akili yako kutafuta mbinu za kufikia malengo yako. Hata wakati ukiwa umelala, akili itaendelea kufanya kazi. Mark H. McCormack katika kitabu chake kiitwacho What They Don't Teach You at Harvard Business School anaeleza utafiti uliofanyika kati ya mwaka 1979 mpaka mwaka 1989. Mwaka 1979 wanafunzi wanaotarajia kuhitimu shahada ya masomo ya biashara na utawala MBA waliulizwa kama wamepanga malengo ya maisha yao baada ya masomo. Takwimu zilionyesha kuwa 3% tu ndio walikuwa wameandika malengo yao. 13% walikuwa na malengo, lakini hawakuwa wameandika mahali popote. Na 84% hawakuwa na malengo yoyote yale. Mara baada ya kumaliza masomo, zaidi ya kwenda kufurahia maisha, yani kulabata. Mara baada ya miaka 10, mwaka 1989, wale wahitimu waliohojiwa, matokeo ya utafiti yalionyesha kuwa 13% ya wahitimu waliokuwa na malengo, japo yalikuwa hayajaandikwa. Kipato chao kilikuwa mara 2 zaidi ya wale 84% ya wahitimu ambao hawakuwa na malengo. Jambo la kustajabisha ni kwamba 3% ya wale wahitimu ambao walikuwa na malengo yaliyoandikwa, kipato chao kilikuwa wastani zaidi ya mara 10 ya wale wahitimu wengine wote 97%. Kwa hiyo hapa tunaona umuhimu mkubwa wa kuandika malengo, kwani jambo lililowatofautisha wahitimu hawa ni umahususi na ubayana, yani clarity, katika kupanga malengo na kuyaandika. Kwa hiyo iwapo unataka kuyafikia malengo yako na kuishi ndoto yako, unapaswa kujenga tabia ya kuandika malengo yako na kufuatilia kwa ukaribu utekelezaji hatua kwa hatua. Kumbuka kuwa malengo ni mbegu, ramani na dira ya mafanikio. Weka malengo yako kila mwaka na kuweka mipango mkakati ya utekelezaji ili kuwa mtu tofauti na kuishi ndoto yako na kuleta tija katika jamii. Brian Tracy aliwahi kusema, "Goals allow you to control the direction of change in your favor." Akiwa na maana kuwa malengo yana nguvu ya kubadilisha mwelekeo wa mafanikio kuja upande wako. Kwa mfano, ukichunguza maisha ya watu waliofanikiwa kama vile Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Aliko Dangote, Mohamed Dewji na kadhalika, utagundua kuwa siri mojawapo ya mafanikio yao ni kuishi kwa malengo, utekelezaji na matokeo, na si kwa kubahatisha. Vile vile Brian Tracy anasema, "If you don't set goals for yourself, you are doomed to work to achieve the goals of someone else." Akiwa na maana kuwa iwapo hautapanga malengo yako, utajikuta unafanya kazi kufikia malengo ya mtu mwingine. Kimsingi, kuweka malengo ni hatua ya kuvutia mafanikio kuja upande wako. Kwa hiyo kuweka malengo katika maisha ni jambo la muhimu sana, ambalo kila mtu anapaswa kujifunza na kujenga tabia ya kuweka malengo ili kuepuka kutumikia malengo ya watu wengine na kusaliti ndoto yako. Tafakari. 1. Je, una tabia ya kuweka malengo kila mwaka? Ndiyo au hapana? Kama jibu ni ndio, hongera, endelea na tabia hiyo, tekeleza.
Kama jibu lako ni hapana, kwa nini? Anza sasa. 2. Je, umeandika malengo yako? Kumbuka ni muhimu kuandika malengo yako. Hakikisha unaandika malengo yako kwa mkono. 3. Nini azma au kusudi la malengo yako? 4a. Unataka kuwa nani katika maisha yako? 4b. Utafanya nini ili kufikia malengo na kuishi ndoto yako? 5. Je, una watu sahihi katika kutekeleza malengo yako? Ndiyo au hapana? Chunguza aina ya marafiki na watu unaoshirikiana nao kama ni sahihi. Iwapo si sahihi, chukua hatua haraka. Sura ya 2, nguvu ya malengo. Malengo yana nguvu kama mbegu na sumaku. Ukiweka malengo mahususi na kuyatekeleza kwa ufanisi, utavutia mafanikio upande wako. Kuweka malengo kunamwezesha mtu kuona mbali, yani kuwa na maono na kutoa motisha, matumaini na kubadilisha mwenendo wa maisha kifikra na mtazamo. Mtu mwenye malengo huongeza ufanisi wa kila jambo analolifanya kwa sababu anaelewa kusudi lake. Malengo humfanya mtu kujiamini na kuwa na uhakika wa mafanikio. Kwa mfano, mtu anayejua anwani ya mahali anapokwenda hufika haraka zaidi ya mtu asiyejua anakokwenda. Jim Rohn anasema, kuweka malengo kuna nguvu kwa sababu humwezesha mtu kuzingatia na kujikita katika jambo mahususi. Malengo hujenga maono. Malengo hutuwezesha kutekeleza kwa ufanisi mipango mkakati na kupata kitu chochote tukitakacho katika maisha. Kumbuka kuwa iwapo utaweka malengo madogo, utafikia viwango vidogo. Lakini ukiweka malengo makubwa, utafikia viwango vikubwa. Hakikisha kwamba unaweka malengo makubwa ili ufikie viwango vya juu na kuishi ndoto yako. Kwa nini ni muhimu kuweka malengo? Kutokana na tafiti mbalimbali zilizofanyika miaka kadhaa iliyopita, ni dhahiri kwamba kuweka malengo ni njia ya kuvutia mafanikio kuja upande wako na kukuwezesha kuishi ndoto yako. Tony Robbins anasema, kuweka malengo ni hatua ya kwanza kuwezesha mambo yasiyoonekana kuweza kuonekana. Falsafa hii inatufundisha kuwa ili kupata kitu unachokitaka ni lazima kuweka malengo na kuchukua hatua, na hatimaye itawezekana. Kwa mfano, ilionekana ni hatari na jambo lisilowezekana kusafiri juu ya anga. Lakini baada ya Wright Brothers kuweka malengo na kukusudia kutengeneza ndege na kufanya majaribio kadhaa, hatimaye iliwezekana. Kwa sasa teknolojia ya vyombo vya usafiri wa anga imekuwa jambo la kawaida na kuwa njia salama na haraka zaidi ya usafiri. Brian Tracy anasema, malengo yanakuwezesha kuvutia mafanikio kuja upande wako. Kwa mfano, Cristiano Ronaldo ni mchezaji wa mpira wa miguu anayelipwa kiwango kikubwa zaidi cha mshahara kutokana na jitihada zake za kufikia malengo yake ya kuwa mchezaji bora mara kadhaa. Jay-Z ni msanii wa muziki mwenye mafanikio makubwa kiuchumi kutokana na kufikia malengo yake ya kutawala sanaa ya muziki. Waingereza husema, what you focus on expands, ikiwa na maana ukijikita kwa dhati katika kutekeleza jambo fulani utafanikiwa. Waswahili husema, penye nia pana njia. Hii inaonesha umuhimu wa kuweka malengo na mipango mkakati katika maisha.
Malengo ni daraja la mafanikio. Kuweka malengo kuna nguvu kama sumaku. Kuweka malengo na kuchukua hatua ni daraja la kukuvusha kubadili maisha yako. Zifuatazo ni sababu kuu 12 za msingi. Kwa nini kila mtu anapaswa kuweka malengo? 1. Kukujengea maono ya maisha yako. 2. Kukuwezesha kugundua kusudi lako la kuzaliwa. 3. Kukuongoza katika kuweka vipaumbele. 4. Kukupa motisha na nguvu ya kusonga mbele. 5. Kukuonesha uelekeo wa mafanikio. 6. Kujitathmini na kupima hatua za utekelezaji. 7. Kutafakarisha na kupata suluhisho. 8. Kukujengea ustahimilivu na ujasiri. 9. Kujijengea nidhamu ya utekelezaji. 10. Kukujengea nidhamu ya pesa. 11. Kukujengea nidhamu ya muda. Na 12. Kukufanya kuwa mtu wa tofauti na kuishi ndoto yako. Nini athari za kutoweka malengo? Waswahili wanasema, mtegemea cha nduguye hufa maskini. Dunia ya sasa inabadilika haraka na kutoa fursa kwa watu wanaoweka malengo na kuvutia mafanikio upande wao. Iwapo utashindwa kuweka na kufikia malengo yako, dunia haina huruma. Utajikuta unatumikia malengo ya watu wengine mpaka uzeeni. Kama nilivyomnukuu hapo awali, Brian Tracy anasema, iwapo hautapanga malengo yako, utajikuta unafanya kazi kufikia malengo ya mtu mwingine. Kimsingi, kuweka malengo ni hatua ya kuvutia mafanikio kuja upande wako. Kwa hiyo kuweka malengo katika maisha ni jambo la umuhimu sana. Nini nguvu ya malengo? 1. Mbegu. Kwa kuangalia kwa macho, mbegu huonekana ndogo. Kwa mfano, mbegu ya mkorosho huonekana ndogo, lakini inapopandwa hukua na kuwa mti mkubwa wenye matunda mengi ambayo humpa mtu utajiri. Siri ya mbegu inatufundisha kuanza na kidogo tulicho nacho kwa malengo makubwa. Waingereza wanasema, think big but start small. Ikiwa na maana weka malengo makubwa lakini anza na kidogo kidogo. Waswahili wanasema, hata mbuyu ulianza kama mchicha, haba na haba hujaza kibaba. Usipoteze muda kila mwaka unasema utaanza biashara huku ukilalamika kuwa huna mtaji. Mtaji wako wa kwanza ni akili na kipaji ulichojaliwa. Anza na kidogo ulicho nacho ili kuvuta mafanikio upande wako. Safari moja huanzisha nyingine. Safari ni hatua. Acha kusubiri. Panda mbegu ya mafanikio kwa kuweka malengo na kuanza na kidogo ulicho nacho. Utashangaa jinsi mafanikio yako yanavyozidi kuongezeka kama mbuyu. 2. Kila mtu amezaliwa na mbegu ndani yake. Je, unajua nguvu ya mbegu iliyo ndani yako? Kila mtu amezaliwa kwa kusudi maalum na kujaliwa uwezo, yani kipaji wa kipekee, ili kumwezesha kuishi kusudi lake la kuzaliwa. Katika kitabu kiitwacho Jenga Uwezo, nimeelezea kwa kina jinsi ya kujijengea uwezo na kuongeza thamani. Tafuta na usome kitabu hicho, kitakusaidia. 3. Kanuni ya mbegu. Ili mbegu iweze kuota na kustawi na kuzaa matunda, inahitaji udongo wenye rutuba, hewa, maji na huduma. Mbegu ikipandwa kwenye mwamba hakika itakufa. Mbegu ikikosa hewa, maji na huduma itadhoofika na kutozaa matunda. James Allen anasema, kanuni ya mavuno, yani mbegu, ni kuvuna zaidi ulichokipanda. Panda matendo mema, uvune uzoefu. Panda uzoefu, uvune tabia njema.
Panda tabia njema uvune mafanikio. Swali la msingi unapaswa kujiuliza, je, umepanda mbegu yako mahali sahihi? Na unaihudumia kila siku ili kuiwezesha kukua vizuri na kuzaa matunda? Je, umepanda mbegu yako mahali sahihi? Na unaihudumia kila siku ili kuiwezesha kukua vizuri na kuzaa matunda? Tafakari swali hili na chukua hatua sahihi. 4. Panda mbegu ya mafanikio kama mpanzi. Tujifunze kuhusu kuweka malengo kupitia mbazi ya mpanzi aliyoitoa Yesu Kristo. Katika Mathayo 13 mstari wa 4 mpaka wa 9. Kuna mbazi inayosema mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akitawanya mbegu, baadhi zikaangukia njiani. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mawe ambapo hapakuwa na udongo wa kutosha. Zikamea haraka kwa sababu udongo ulikuwa kidogo. Lakini jua kali lilipowaka, mimea hiyo ilinyauka na kukauka kwa sababu mizizi yake haikwenda chini. Mbegu nyingine zilianguka kwenye miiba. Miiba hiyo ikakua ikazisonga. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri zikatoa mazao. Nyingine mara 100 zaidi ya mbegu zilizopandwa. Nyingine mara 60 na nyingine mara 30. Mwenye nia ya kusikia na asikie. Swali la msingi kujiuliza katika mbazi hii, je, wewe uko katika kundi gani la mbegu? Je, umepanda mbegu gani katika maisha yako? Malengo yako yana uwezo wa kuleta tija gani katika jamii na taifa? Utaacha alama gani hapa duniani? Tafakari na kuchukua hatua sahihi kwa mbegu ya mafanikio na kugusa maisha ya watu wengine. Kama mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri. Ukweli ni kwamba kila mtu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kupewa uwezo, karama, kipaji, yani mbegu maalumu ili kumwezesha kuishi kusudi lake la kuzaliwa. Uwezo huo ndio mbegu ya mafanikio. Malengo ni chachu ya kuipa uhai mbegu ili iweze kuota, kustawi na kuzaa matunda. Katika kipengele kifuatacho nitafafanua zaidi kuhusu kanuni za mafanikio, ambazo zinaelezea kwa undani nguvu ya kupanda mbegu ya mafanikio. Zijue kanuni za mafanikio. Mafanikio yanaongozwa na kanuni. Ili uweze kufikia mafanikio ya viwango vya hali ya juu, ni muhimu kujua kanuni za mafanikio. Kanuni hizi ni za asili. Hazina upendeleo wa rangi, jinsia, kabila wala umri. Ukizijua na kuzitumia vizuri zitakuletea matokeo chanya. Katika kitabu kiitwacho Safari ya Mafanikio, nimefafanua kanuni 10 za mafanikio. Tafadhali soma kitabu hiki ujipatie maarifa zaidi. Katika mada hii nitafafanua kanuni 2, ambazo ni kanuni ya mvutano, yani usumaku, na kanuni ya fidia, yani kuvuna ulichopanda. Kwanza tuanze na kanuni ya mvutano au usumaku. Kanuni hii inasema kuwa katika maisha tunapata kitu tunachokivutia upande wetu. Tunashauriwa kuvutia kitu tunachokitaka kwa kujenga fikra na mtazamo chanya. Kisha kuweka malengo na mipango mkakati na kutekeleza kwa vitendo. Pia kanuni hii inatukumbusha kushukuru kwa kile tulicho nacho, gratification, kwa kusaidia wahitaji wengine. Kanuni hii ni pacha na kanuni ya mtetemo, yani the law of vibration. Kwani iwapo utaweka malengo makubwa, utapata matokeo chanya. Lakini ukiweka malengo madogo, utapata matokeo madogo. Ukweli ni kwamba tunaishi katika dunia yenye utajiri mkubwa, ambapo watu wanaoweka malengo makubwa na kuweka mipango mkakati na kuchukua hatua, ndiyo huvutia utajiri kuelekea upande wao na kuishi ndoto zao.
Tumia kanuni hii katika kuweka na kutekeleza malengo yako, na hakika utakuwa miongoni mwa watu wachache wanaofikia malengo na kuishi ndoto zao. Pili, tuchunguze kanuni ya fidia, yani kuvuna ulichopanda. Mkulima akipanda michungwa atavuna machungwa. Iwapo atapanda mchicha atavuna mchicha. Vivyo hivyo katika kuweka malengo. Ukiweka malengo mazuri utapata matokeo mazuri. Hii inatufundisha kuwa kiasi cha mafanikio ulicho nacho sasa kinaendana na jitihada ulizofanya hapo awali katika maisha yako. Swali: je, unafurahia kiwango cha mafanikio yako ya sasa? Tunapaswa kuongeza jitihada na kuweka malengo makubwa na kuweka mipango mkakati ili kupata mafanikio ya viwango vya juu. Kwani ukipanda haba utavuna haba. Kwa mfano, kama ni mfanyabiashara, ukiweka mtaji mdogo utapata faida kidogo, lakini ukiwekeza mtaji mkubwa hakika utapata faida kubwa. Kama ni mfanyakazi, mshahara wako ni kipimo cha thamani unayompatia mwajiri wako. Kamwe huwezi kulipwa zaidi ya thamani anayoipata mwajiri wako. Hivyo, ukitaka kuongeza kipato au mshahara, lazima uongeze thamani yako. Ninakukumbusha usome kitabu kiitwacho Safari ya Mafanikio, ili kujua kanuni nyingine za mafanikio na kubadili maisha yako na kuanza kuishi ndoto yako. Mambo 5 yanayotuathiri katika kutekeleza malengo. Katika maisha kuna mambo ambayo kiasili yanachangia kurahisisha au kuchelewesha kufikia malengo. Tafiti zinaonyesha kuwa mazingira, utamaduni, matukio, maarifa au ujuzi na matokeo vina mchango mkubwa sana katika kufikia au kuchelewesha kufikia malengo. Nitafafanua kwa ufupi mambo haya. Mazingira. Binadamu tunaathiriwa na vitu tunavyoviona kila siku, na kujikuta fikra na mtazamo kubadilika kulingana na mazingira halisi tunamoishi. Mazingira hujumuisha picha halisi ya mahali mtu anapoishi. Kwa mfano, mtu aliyekulia kijijini au katika mazingira duni atazoea kuona hali ya umaskini kwa kuona watu wakiishi kwenye nyumba za tope, wakilima kwa jembe la mkono, barabara za vumbi, maduka madogo, magari ya kawaida na kadhalika. Iwapo mtu huyu asipopata fursa ya kwenda mjini, mazingira ya kijijini au duni yatamfanya mtu huyu kuona kawaida na kuweka malengo madogo kulingana na falsafa yake ya maisha. Lakini mtu akikulia mjini au katika mazingira mazuri, na kisha kuzoea kuona nyumba za kifahari, barabara za lami, viwanda, masoko makubwa, magari ya kifahari na kadhalika, hali hii itamjenga mtu huyu kuona shauku ya kumiliki vitu vya kifahari na kumhamasisha kuweka malengo makubwa na kufanya kazi kwa bidii na maarifa. Ukichunguza kwa ukaribu utagundua kuwa kuna nguvu kubwa ya kubadili mazingira. Iwapo unaishi kijijini au katika mazingira duni na kupata fursa za kuhamia mjini au kutembelea nchi zilizoendelea, humwezesha mtu kubadili fikra. Ukichunguza kwa ukaribu utagundua kuwa kuna nguvu kubwa ya kubadili mazingira iwapo unaishi kijijini au katika mazingira duni na kupata fursa ya kuhamia mjini au kutembelea nchi zilizoendelea, humwezesha mtu kubadili fikra na mtazamo kuhusu maisha. Pili, mazingira mapya wezeshi humjengea mtu uwezo na kutambua kusudi lake la kuzaliwa. Kwa mfano, mara baada ya kumaliza masomo yangu ya shahada ya kwanza na kupata fursa ya kwenda Marekani, nilipata hamasa kubwa ya kubadili fikra na mtazamo na kuanza kuweka malengo makubwa na kubadili maisha yangu. Chunguza maisha ya watu waliofanikiwa.
utagundua kuwa moja ya siri ya mafanikio yao ni kubadili mazingira. Kubadili mazingira kuna nguvu kubwa ya kumbadilisha mtu fikra na mtazamo, na kumjengea hamasa na kuona maisha katika picha kubwa zaidi. Ukiishi sehemu moja kwa muda mrefu, mazingira yatakuathiri na kuishi kwa mazoea na kufanya shughuli zako kwa mazoea na kuanza kujiita mwananchi wa kawaida. Iwapo katika maisha yako hujawahi kutoka nje ya wilaya, mkoa au nchi, weka lengo mwaka huu utembelee miji na nchi zilizoendelea ukabadili mazingira. Hakika utaona mabadiliko katika fikra na mtazamo wako na kupata hamasa ya kubadili maisha yako. Utamaduni, yani mila na desturi. Mila na desturi vina mchango mkubwa katika kuleta au kuchelewesha maendeleo. Kwa mfano, mila na desturi zinazobagua walemavu na watoto wa kike kwa kuwanyima fursa sawa katika jamii. Kama vile elimu hupoteza nguvu kazi kubwa kwa taifa na kuongeza utegemezi na umaskini. Katika ulimwengu huu wa sayansi na tehama, watu wote wanapaswa kupewa fursa sawa bila kujali jinsi, kabila au rangi. Iwapo kwa namna yoyote umebaguliwa katika jamii, hupaswi kukata tamaa. Weka malengo na mipango mkakati na anza kuchukua hatua. Hakika utafanikiwa, na watu au jamii iliyokubagua itabaki inashangaa huku ikila matunda yako.